leo na miaka karibu 94. Sina siku nyingi za kuiacha dunia. Sitaki niende huko na kwenda na aibu nyuma yangu. Kuna usemi mmoja, mtu mmoja shujaa aliandika ubavuni kwa nyumba ya mtu kule Unguja, kama maandishi makubwa. Aliandika kwa lugha ya Kiarabu, ubavu mzima wa nini wa nyumba, kaandika maneno hayo kwamba maisha ni hadithi tu. Maisha mwanadamu ni hadithi tu hapa ulimwenguni. Basi ndugu yangu, kuwa hadithi nzuri kwa hao watakosimuliwa. Hilo ndilo niliomba. Ni hadithi nzuri kwa wale ambao watasimuliwa habari yangu. Nataka na scout nayo iwe ni movement nzuri kwa wale watakosimuliwa habari yenu. Nataka nikushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuendelea kuwa na imani nami. Mara moja nilipata nafasi ya kuzungumza nawe, na katika niliyozungumza nilisema ningependa sasa niache ngazi ya mdhamini wa scout, nifanye mambo mengineyo madogo madogo, haya makubwa. Umenikatalia. Mnaambia bado tunayo unayo mengi au unayo baadhi ya mambo ambayo bado taifa linahitaji kwako, ambayo utatusaidia. Kwa hivyo ndio maana vijana leo nipo, vinginevyo ningeshaondoka. Nyingine, Mheshimiwa Rais, mimi nasikia maneno ya Kiswahili, ni great admirer wako. Kiswahili ungesema mimi nakuhusudu sana. Sasa kuhusudu kuna maana mbili. Maana moja admire. Maana ya pili ina ila. Kuhusudu ni mtu ambaye anakuambia ni mbaya wako, anahusudu mambo yako, atakaye kutoke hayo usiwe nayo, wazirike, uwe ovyo tu hivi, ndio pata yeye anapata nafuu. Ndio namba fulani hasidi. Hawa mfano hawa wanaochukua mali zetu wakazipoteza, wakaziuza nje wakafanyaje, hawa ni mahasidi wa nchi. Mimi si hasidi wa hao, lakini mtu anayefanya mambo mazuri na muadmire na mhusudu. Na katika wanaokuhusudu kwa maana hiyo ni mie mmoja wapo. Na kuhusudu kwa admire, na kuhusudu kwa sababu unafanya mambo mazuri. Mazuri si kwa nafsi yako, wale watoto wako, wale familia yako, mazuri kwa wananchi wa Tanzania. Unaitakia Tanzania maendeleo, unaitakia Watanzania uzuri, unaitakia Tanzania kila jambo zuri unaipendea Tanzania iwe nayo. Hivyo mimi nakuhusudu kwa hilo. Ningependa na mie niwe kama wewe. Baada ya kusema hayo,
nije katika hili dhamana ulioning'ang'aniza nayo kwa kuniona ninafaa. Na si la zaidi ya kusema hapo, isipokuwa nataka nitilie mkazo yale aliyosema waziri wa elimu, na mie mawazo yangu ni kama yale yeye kayatamka. Mimi nataka uyafikiri tu, uyakubali kwamba na mie namhusudu naye vile vile kwa akasema vizuri yale ambayo na mimi natamani ningeyasema, ingekusi uzee wangu. Vijana wa skauti ni kundi kubwa, ni movement kubwa ya zamani ya maana, imeanza zamani, imeanza katika nchi kubwa. Na kusema kubwa si maana yetu sisi wadogo, si wadogo, na Tanzania ni kubwa hivyo hivyo. Kwa hivyo kuwa na movement hii katika nchi yetu kwa nia na shabaha ile aliyozungumza Mheshimiwa Waziri wa Elimu, na mimi vile vile naona tunastahili kwa hivyo, na nataka nifanye, nataka sitaki kumhusudu, nataka niungane naye katika yote aliyosema yeye, kwa sababu ni mambo mazuri. Mheshimiwa Rais, nilisema mimi ni mojawapo wa watu mnayekuhusudu sana, na kuhusudu kwa sababu ya uzuri wako. Uzuri wenyewe ni uzuri ambao una maslahi, una wema, una mafanikio kwa nchi nzima. Na niseme moja, hiyo si siri, nadhani ni dhahiri. Kuna watu wanasema kuna watu wanadhani niko karibu na wewe sana kiasi ya kwamba matakwa yao, mashida zao wanaambia mie, ili mimi nikusogelee nikwambie kuna hili fulani mfanye hili na jambo hili namna hiyo. Hayo si kweli, natamani ingekuwa kweli. Mheshimiwa Rais, sitaki kuwachekesha audience wala sitaki kusema maneno mengi hapa, ila nataka usadiki kwamba mambo unayoyafanyia nchi hii yananigusa moyo wangu sana. Hichi ndio igizo la uraisi. Rais afanye hivyo unavyofanya wewe unamudu kufanya, wengine wanatamani kufanya, na kutamani na kumudu vitu viwili mbalimbali. Uendelee na kuomba uendelee, na hao wanaodhani mimi nikikuona wewe nitakunong'oneza hili liwe hili lisiwe hili, wacha niseme hapa, si kweli hayo si kweli. Kama nilivyosema, natamani ingekuwa kweli, ningesema mengi.